Kwa jina naitwa Saruni Olodi, diwani wa kata Sokoine. Mimi kama diwani nikisikia eneo la kituo cha afya, kuna wakati napata faraja kubwa sana mpaka nafurahi kupita kiasi. Lakini kuna wakati mwingine napata maumivu makali. Kwa sababu katika harakati ya maendeleo ni vita. Haijalishi kama ni maendeleo ya mtu binafsi, maendeleo ya ujumla, mimi kama kiongozi napambana kwa ajili ya kata yangu. Lakini nilikuwa nikikutana na pingamizi nyingi tu. Kwa mfano kituo cha afya kingetakiwa kiwe kimekamilika. Kwa sasa watu walitakiwa wawe wametibiwa. Kwa sababu eneo limenunuliwa tangu 2022, kwa bahati mbaya sana, kwa sababu ya fitina za kisiasa tu, TAKUKURU aliletwa pale, na aliyewaleta TAKUKURU ndio mgeni rasmi tuliokuwa naye leo ambaye ni mbunge mwenyewe. Aliwaleta TAKUKURU, anasema diwani sijajua alikuwa ametengeneza ground gani, kwa sababu TAKUKURU amewaleta. Kesi ilienda zaidi ya miaka miwili. Kwa mimi kwa kifupi, kituo kile kilikuwa kinanitenganisha na familia yangu, kwa sababu kesi niliyokuwa natafutiwa ni kesi ya uhujumu uchumi. Nilienda TAKUKURU, mtendaji wa kata alihojiwa naye alienda TAKUKURU, lakini wakati wanapambana kunihoji na kunibana huko kwa sababu ya shinikizo la mheshimiwa mbunge, mimi sikuwa na mashaka, kwa sababu naelewa kwamba taratibu zote zimefuatwa. Kwa hiyo nilikuwa napambana kwa ajili ya kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi, na safari hii tunajenga eneo. Kwa hiyo changamoto ni nyingi sana, na ningetamani afike pia pale ili akajionea kwamba alichokuwa anakipinga ni kitu gani na leo anakwenda kutembelea kitu gani. Kwa sababu kama alivyonituhumu kwamba mimi nimefanya ubadhirifu pale kiasi cha kunipeleka TAKUKURU, nilitamani pia angewaeleza wajumbe kwamba hatima ya lile swala limefikia wapi. Kwa sababu kuna watu wamewalisha sumu ya maneno. Sasa mpaka dakika hii kuna watu wanaendelea kuwa na hiyo sumu ya maneno kwenye akili zao na kwenye matumbo yao. Na mimi nadhani dawa ya sumu mtu akishalishwa ni kutapika. Anatakiwa watapishe wale watu. Vinginevyo watakufa na hiyo sumu ya maneno. Kwa sababu kama mheshimiwa mbunge alikuwa anapinga kituo cha afya kisijengwe, kwa sababu anasema kuna sijui ni eneo limenunuliwa dogo, mara hela zimepigwa. Lakini pia wakati tunatenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya, tukiwa kwenye kikao cha madiwani wa CCM, akatamka mbele ya madiwani wenzangu kwamba Rais Samia amesema vituo vipya vya afya visijengwe. Hasa bahati nzuri madiwani walikuwa wanaangalia na wamesikiliza. Lakini nitumia nafasi hii kumshukuru katibu wa chama mkoa, mzee wangu Dadi Matoroka. Na washukuru TAKUKURU, hasa Madam Zawadi Ngairo ambaye ni bosi wa TAKUKURU mkoa, pamoja na waliokuwa chini yake ngazi ya wilaya wakiongozwa na Florence Mwita. Dada Florence Mwita, wale wamesimamia maadili yao ya kazi. Vinginevyo wangekuwa wanasikiliza mashinikizo ya kisiasa, wangenifunga tu, kwa sababu kesi iliyokuwa inatengenezwa ni uhujumu uchumi. Walikuwa wanalazimishwa, yani maana yake ni kwamba paka wameletwa ni mashinikizo kwamba wanishughulikie. Sasa sijui walikuwa wanashughulikia kwa nini. Lakini kwa sababu najua wanafanya kazi kwa kuzingatia maadili ya kazi, lakini pia kwa kumuogopa Mungu. Walijua wangenifunga bure tu kwa sababu kulikuwa na sababu yote. Na mimi leo ningetamani mheshimiwa mbunge afike pale. Si kufika tu kwa ajili ya kujionea. Mimi ningejipiga kifua kwamba kile nilichokuwa nakisimamia ambacho mbunge alikuwa anakizuia, leo hii ameamua kuunga mkono kiasi cha kuja kutembelea. Japo amesema atakuja kutembelea kwa mara nyingine, aje tu, lakini kwangu mimi ni maumivu, lakini ni faraja pia, kwa sababu ni maumivu kwa sababu alikuwa ananihujumu, lakini ni faraja kwa sababu najua ni ushindi dhidi ya watu wa Sokoine. Na mimi nikimaliza muda wangu kama diwani nitakuwa na vitu vya kukumbuka, kwa sababu kata hii ilikuwa upinzani kwa miaka 20, miaka 15 ya TLP, miaka 5 ya Chadema. Kwa safari hii kazi zimefanyika, na asikudanganye mtu. Kwa miradi ya maendeleo ili itekelezwe kwenye kata, bila diwani kwenda kupambania kwenye vikao vya halmashauri ambapo hakuna vikao ambavyo naacha kuhudhuria, hauwezi kupata miradi ya aina yote. Kwa hiyo diwani lazima aingie pale asimamie miradi yake. Na ili bunge lipitishe bajeti, bunge linaenda kubariki tu kile ambacho kwenye baraza la madiwani tumekipitisha. Na ukiona sasa hivi miradi imetekelezwa ni kwa sababu mimi nimeungana na viongozi wa chama, mabalozi na wengine, japo kuna waliolishwa sumu. Yani ananifitini kupita kiasi kwa sababu tu ya sumu waliomezeshwa. Na mimi nadhani ni muda wao kutapishwa, na atakao watapisha ni mheshimiwa mbunge. Kwa hiyo naomba nini mbunge sasa baada ya yote hayo? Mimi nadhani umaarufu unajengwa kwa kushirikiana na watu na kutenda haki. Siamini katika kumhujumu mtu ili uweze kujipa umaarufu. Kwa mfano kama mimi ninachozungumza ni uhalisia, ambapo nikiamshwa saa 9 usiku nitasema hicho hicho. Mchana nitasema hicho hicho, na si majungu. Kwa hiyo ili mtu afanikiwe si lazima wahujumu wenzake. Kwa mfano kama mimi angenionea bure tu kwa sababu yana hadhi na nafasi yake kama mbunge na mimi kama diwani, lakini bahati nzuri nasimamia utaratibu. Kwa mimi nashauri kwake yeye, kwa sababu bado ni kijana kama sisi, anatakiwa ajenge mahusiano na watu wote. Na siasa pia na uongozi Mungu ndo anapanga. Maana yake kama alikuwa ananihujumu ili aniondoe mwingine aingie, kama Mungu hajapenda basi ndio ushahidi wa namna hiyo.